Kama unataka kuishi duniani kwa amani, usiwaambie watu mambo haya matano. Please usahau kusubscribe channel yetu kwa mara ya kwanza na kutufollow pia. Katika maisha, si kila jambo unalolijua, unalolipanga au unalolimiliki linahitaji kutangazwa kwa kila mtu. Watu wengi wamejikuta wakipoteza amani yao si kwa sababu wana matatizo makubwa, bali kwa sababu waliwapa watu taarifa ambazo hazikuhitaji kutolewa. Ukimtazama mtu mwenye maisha ya utulivu, mara nyingi utagundua ana uwezo mkubwa wa kutunza siri zake. Anajua wakati wa kuzungumza na wakati wa kunyamaza. Anajua kuwa si kila anayeuliza swali anahitaji jibu la kina. Haya ni mambo matano ambayo ni busara kuyahifadhi ikiwa unataka kuishi kwa amani na kuepuka migogoro isiyo ya lazima. Namba 1. Usitoe taarifa za mipango yako baadaye kabla haijatimia. Moja ya makosa makubwa ambayo watu wengi hufanya ni kutangaza mipango yao kabla hata haijaanza kutekelezwa. Unapowaambia watu kila kitu unachopanga kufanya, mara nyingi utapata maoni mengi yanayoweza kukuvunja moyo. Wapo watakaokuambia haiwezekani, wapo watakaokukatisha tamaa, na wengine watakubeza waziwazi. Kumbuka kuwa si kila mtu anayesikiliza ndoto zako anakuombea mafanikio. Badala ya kutumia muda mwingi kueleza mipango yako, tumia muda huo kuifanyia kazi. Watu wengi hupenda kusimulia safari kabla hata hawajaanza kutembea. Matokeo yake, wanapokutana na changamoto wanakata tamaa, kwa sababu walikuwa tayari wamejenga matarajio makubwa kwa watu. Mafanikio makubwa hayahitaji matangazo makubwa, yanahitaji kazi kubwa. Namba 2. Ficha siri za kifedha. Fedha ni moja ya mambo yanayosababisha wivu, migogoro na hata kuvunjika kwa mahusiano mengi. Sio kila mtu anahitaji kujua unaingiza kiasi gani kwa mwezi. Sio kila mtu anahitaji kujua una akiba kiasi gani benki au biashara yako inaingiza kiasi gani. Kadri watu wanavyojua zaidi kuhusu uwezo wako wa kifedha, ndivyo matarajio yao kwako yanavyoongezeka. Wengine wataanza kukuona kama suluhisho la matatizo yao yote. Wengine wataanza kukukopa bila mpango wa kurejesha. Wengine wataanza kukuchukia kimya kimya kwa sababu wanahisi una maisha bora kuliko yao. Kuwa na fedha sio tatizo. Tatizo ni kila mtu kujua una fedha kiasi gani. Busara ni kuishi maisha ya kawaida na kuruhusu mafanikio yako yaonekane kupitia matendo, si kupitia simulizi. Namba 3. Linda siri za nyumbani kwako. Kuna msemo unasema, moshi wa nyumba huonekana kwa mwenye nyumba. Kila familia ina changamoto zake. Hakuna nyumba isiyo na tofauti za maoni, migogoro au vipindi vigumu. Tatizo huanza pale unapofanya kila tatizo la nyumbani kuwa habari ya mtaa mzima. Unapowazoesha watu kusikia migogoro yako ya familia, watakulaumu kulingana na upande mmoja wa simulizi. Wengine watatumia udhaifu wa familia yako kukudharau. Wengine wataeneza habari hizo kwa namna ambayo hata hukuwahi kuzisema. Sio kila jambo la ndani linapaswa kutoka nje. Kama kuna tatizo kubwa linalohitaji msaada, tafuta watu sahihi wenye hekima na uadilifu wa kukushauri. Lakini usifanye siri za familia kuwa mada ya mazungumzo kila mahali. Amani ya nyumba huanza na uwezo wa kulinda heshima ya nyumba. Namba 4. Usitangaze kila hatua ya maendeleo yako. Siku hizi, watu wengi wanahisi lazima waonyeshe kila walichofanya ama kila wanachofanya. Wakinunua kitu wanapiga picha, wakianza biashara wanatangaza, wakipata nafasi mpya wanaharakisha kuiweka hadharani. Hakuna ubaya kusherehekea mafanikio, lakini si kila hatua inahitaji kutangazwa. Wakati mwingine wa maendeleo yanahitaji utulivu ili yakue. Miti mikubwa ya matunda hukua kwa muda mrefu kabla haijaanza kuonekana thamani yake. Vivyo hivyo, baadhi ya mafanikio yako yanahitaji muda wa kukomaa kabla ya kuyatangaza. Jifunze kufanya kazi kimya kimya na kuacha matokeo yazungumze kwa niaba yako.
Namba 5, usiwaambie watu kila siri ya maisha yako. Kuna utofauti kati ya rafiki na mtu anayekusikiliza. Watu wengi huamini kila anayewaonyesha tabasamu ni rafiki wa kweli. Matokeo yake, wanafungua moyo wao kwa kila mtu na kueleza kila jambo la maisha yao. Siri zako ni sehemu ya thamani yako. Ukizitoa kwa kila mtu, unajiweka katika mazingira ya kuumizwa, kusalitiwa au kutumiwa. Kabla ya kumwamini mtu kwa siri zako, jiulize, je, mtu huyu ameonyesha uaminifu kwa muda mrefu? Je, ana uwezo wa kutunza siri? Je, anataka mema yangu au anatafuta habari tu? Si kila anayejali habari zako anajali maisha yako. Amani ya maisha haitokani na kuwa na watu wengi wanaojua kila kitu kukuhusu wewe. Mara nyingi amani hutokana na kujua ni nini cha kusema, kwa nani na wakati gani. Usitoe taarifa za mipango yako mapema. Linda siri za kifedha, hifadhi heshima ya familia yako, usitangaze kila hatua ya maendeleo yako, na usifungue moyo wako kwa kila mtu. Kumbuka, watu hawahitaji kujua kila kitu kuhusu maisha yako ili wakuheshimu. Wakati mwingine ukimya wako ndio ulinzi wako mkubwa, na matokeo yako ndio utambulisho wako bora zaidi. Badilisha fikra, badilisha maisha. Umakini unahitajika.